Wapenzi watazamaji, wapenzi wasikilizaji, ama kwa kweli kinachofanyika katika mji wa Eldoret ni mambo ya kusikitisha, ni mambo ya kuhuzunisha, ni mambo ambayo yameliza wengi, haswa kwa wazazi wetu, mama zetu walia, vijana wao walagaiwa, wanadanganywa kwa pesa kwenda kuuza figo zao. Kwa lugha ya kimombo twasema human organ trafficking, ambayo imeanza kukithiri katika mji wa Eldoret. Na pana shaka ya mambo, kwa nini biashara kama hii, ama kwa nini jambo kama hili limefanyika tu katika mji wa Eldoret? Kunani huku? Kunani katika mji wa Eldoret? Vijana, wasichana kwa wanaume wanadanganywa kwenda kuuza figo zao kusudi kupewa pesa takriban 1400. Lakini wengine hata baada ya kufanyiwa surgery, baada ya kufanyiwa na kuchukuliwa figo zao, bado walipwa tu pesa kidogo tu, yani walidanganywa tu kusudi kuweza kuchukuliwa figo zao. Na ukasikia kwamba mtu amekwenda nchi ya Ujerumani ama Uzunguni, mgonjwa amekwenda kule kwenda kufanyiwa transplant, organ transplant, iwe ni figo, iwe ni moyo ama kiungo chochote kile mwilini. Viungo hivyo vyatoka humu nchini Kenya na baadhi ya nchi za Afrika, bara Afrika, kwenda Uzunguni. Kwa hivyo ni viungo vyetu wanatuuzia sisi wazungu. Leo hii katika nchi ya Kenya kupata kazi ni jambo adimu tu, ni jambo ambalo ni nadra sana mtu kupata kazi, kupata riziki, na wengi wameishia kufanya mambo ya mikato, njia ya mikato tu kuweza kusitiri na kukidhi mahitaji yao ya kimaisha. Sasa leo katika mji wa Eldoret na baadhi tu ya mahospitali wanafanya biashara hii, na imesemekana kwamba pana mtu mkubwa kule juu ambaye ameeneza kazi hii kusudi kuifanya kama biashara, kupata pesa, na viungo vyetu vyasafirishwa kwenda nchi za nje, haswa Ujerumani. Vijana wetu katika mji wa Eldoret wanapaswa kuhamasishwa kuhusiana na mambo kama haya ya viungo vya mwili, kwa kuwa wanauza viungo vyao, wanalagaiwa. Imesemekana kwamba ukapeana figo lako basi unapewa takriban 1400, amba kwamba si wengi tu wanapewa, wengine wanalagaiwa na wanapewa wanatuzwa 4000, 5000. Katika simulizi zangu zilizopita, Street Genius, nimeweza kuwaeleza wapenzi watazamaji, wapenzi wasikilizaji, kwamba watu hawana kazi, hatuna kazi sisi, na imetupelekea sisi kufanya mambo ambayo ni ya kustaajabisha, ni mambo ambayo ni ya kuhuzunisha. Leo hii katika mji wa Eldoret, watu ambao hawana kazi, vijana ambao hawana kazi, wanadanganywa kwamba wakipeana figo zao, wakipeana viungo vyao vya mwili, watatuzwa pesa. Na vijana wetu wameweza kuingia katika mtego kama huo. Kwa kweli ni jambo la kuhuzunisha, ni jambo la kusikitisha. Kinachojiondoa wazi ni kwamba hakuna kazi nchini Kenya. Kazi ni jambo adimu. Kupata kazi ni jambo gumu, ni jambo ambalo si rahisi kwa kila mtu. Lazima ukuwe una usemi kule juu. Hivyo vijana wameweza kuuza figo vyao, na imeweza kuenea si kwa hospitali moja, lakini kwa hospitali nyingi tu katika mji wa Eldoret. Kabla hujauza figo lako, mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji ambaye unanisikiliza kutoka katika miji nyingi tu humu nchini Kenya, tuweze kutambua figo ni kiungo maalum cha kusafisha damu mwilini. Figo si suti, si kiatu, si shati utampa mtu kwenda kufanyia mahojiano, ama utamsaidia mtu kiatu kwenda kutembelea. Figo is a very vital organ in the body, in the purification of blood. Figo yasafisha damu, na kama haijafanya jambo kama hilo mwilini, basi binadamu ni kuvimba mwili, kwa kuwa viini vile vyageuka kuwa sumu na kukuua wewe binadamu kurudi kwa muumba wako. Basi kabla hujatekeleza jambo kama hilo, upate kujua kwamba kiungo kama figo si kiungo tu kama ngozi, kama macho, yani jicho, masikio. Figo is a very vital organ in the purification of blood.
so that mwili wako, system yako irudi back to normal. Kwa hivyo wale vijana ambao wanauza figo vyao wanarejelea kule kule tu hospitalini kuweza kufanyiwa michango huku nje. Wazazi wao wanalia, hatuna pesa ya kuwatibu vijana wetu, wasichana wetu. Wanaume pia vile vile, haswa wanaume wanapatikana katika visa hivi vya kuuza figo nchini Eldoret. Katika simulizi zangu nimeweza kupatia uhondo kwamba njia hizi za mikato, njia hizi za kutupelekea sisi kupata maisha ya kimafahari kwa njia ya haraka kwa njia ya shortcut, imewapelekea vijana wengi, si kwa masala ya figo tu, si kwa masala ya organ trafficking tu, lakini kwa masala nyingi tu, ulanguzi wa madawa, wasichana wetu kulishwa vinyesi katika estate tofauti nchini Kenya. Zote hizi zimewapelekea wao kuweza kutumbukia taabani, kuweza kupatikana katika visa ambavyo sivyo. Kwa hivyo imeonekana wazi kwamba hatuna kazi nchini Kenya, hatuna shughuli, hatuna njia ya kuweza kukidhi mahitaji yetu. Kwa hivyo human organ trafficking, ulanguzi wa madawa na mambo mengi tu yametupelekea sisi kuangukia taabani kama wananchi Kenya.